Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Nikukaribishe tena mpendwa msikilizaji kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu kama tunavyolipata kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 6 mstari ule wa 38, nao unasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kwa nini atuambie tuwape watu vitu? Ni kwa sababu tuna vitu. Ni kwa sababu Mungu ana uhakika ametubariki. Kama tusingekuwa na vitu, basi tusingeambiwa tutoe. Lakini pia kutoa ni moyo na wala sio tajiri. Sio lazima uwe navyo vingi kiasi kwamba huna kazi navyo ndio utoe. Katika hivyo vidogo uwe na moyo wa kutoa. Tumeona hapa baraka zimeagizwa kwetu kwamba tutabarikiwa kiasi cha kusukwa, kushindiliwa na hata kumwagika. Yaani utaongezewa, utakosa hata sehemu ya kuweka. Hautakwama, hautapungukiwa. Na hii tunajua ni siri kubwa kwa wale ambao wenye mafanikio, ya kwamba walitoa, tena walitoa kwa moyo, na wakatoa kitu kinono, kitu kizuri, wakatoa kwa furaha. Kwa hiyo unapotoa kwa furaha na kwa moyo, Mungu anaangalia moyo uliopondeka, moyo ulioshuka, moyo wenye furaha. Usitoe kwa huzuni, maana ukitoa kwa huzuni usitegemee baraka. Hizi baraka zinatekwa na wale ambao wanalijua neno la Mungu na wanaloliishi neno la Mungu. Amen. Amesema watu watawabariki nyinyi katika vifua vyenu, watu watabariki mioyo yenu. Ukimpa mtu 1,000, mtu muhitaji, mwenye uhitaji wa kweli, ana moyo wa kushukuru ajabu hujawahi kuona. Ulishampa mtu hata 500 au 1,000 ukasikia, nakushukuru dadangu, nakushukuru mpendwa wangu, yaani leo nilikuwa sijanywa hata chai. Hebu fikiria, ni 1,000 tu. Moyo wa kushukuru, moyo wa furaha. Lakini kuna mwingine unampa hata 100,000, anakwambia, yaani we umeniona mimi ndio wa kunipa 100,000? Si bora ungeacha tu. Mimi watoto hawajaenda shule, sijui sijalipa vibarua, sijui ninaumwa. Yaani anakuongezea tena mawazo, anakwambia hii 100,000 itanitosha. Kuna watu wa namna hiyo. Lakini kuna mtu ambaye leo anatamani 1,000 akanunue unga na dagaa za 200 aweze kuishi. Hawa ndio ambao tunatakiwa tuwape, wenye uhitaji wa moyo. Wapendwa wana wa Mungu, kuna watu wanatusubiri tuwape kwa sababu tunavyo. Na nikupe mfano mmoja ya kwamba kama una gala lako limejaa na kuna mali mpya zinaingia, tunajua wafanya biashara brandi mpya kila siku zinaingia. Kama store yako imejaa na hauna sehemu ya kuweka ule mzigo, huwezi ukaagiza mzigo mwingine. Sharti upunguze kwanza ule mzigo ndio uingize mzigo mwingine. Na ndivyo ilivyo. Tuna vitu vingi ndani ambavyo tunatakiwa tuwape watu wanaohitaji, ili Mungu aweze kubariki kazi za mikono yetu, ili akupe baraka nyingine na vitu vingine vizuri. Usikae na vitu ambavyo vimepitwa na wakati. Unasema eti ni kumbukumbu ya nini? Kuna kitanda ambacho sijui cha mwaka gani, na sasa hivi kuna vitanda vipya. Kuna mwingine analala chini, hebu nenda kampe hicho kitanda, alafu chongesha kitanda kipya. Kwa sababu baraka zipo ndani ya uwezo wako. Leo na magodoro ambayo umekaa nayo ndani hayana kazi. Kuna watu wanalala chini, unatandika tu mkeka au nguo. Chukua hilo godoro mpe. Atakushukuru, atakubariki, atasahau jinsi ambavyo umejitoa kwa ajili yake. Na ndivyo Mungu anapenda tutoe, tuwape watu vitu, nasi tutapewa kiasi cha kubarikiwa, kusukwa, kushindiliwa na hata kumwagika. Tuanze leo, hatujachelewa, ili baraka ziendelee kumiminika katika maisha yetu. Mungu alibariki neno lake. Amen.